السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن أشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama ndugu zangu, nimesimamishwa nifikishe chochote katika maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini niseme mimi sio mzungumzaji na wala sina ulimi wa kuzungumza mbele ya mashehe zangu. Kuna walimu wengi ambao wamejitambulia, na Sheikh Abdul ni ustazi wangu kabisa, sio kupepesalisha, ni ustazi wangu kabisa, lakini amenichagua mimi nizungumze, sio kwa sababu ya ufasaha wao, lakini namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anijalie kile ambacho nitakizungumza kiwe ni chenye faida na watu wakifanyie kazi. Ninukuu aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ishini na wanawake kwa wema. Mwenyezi Mungu anatoa mwongozo kwamba wanaume wanatakiwa waishi na wanawake kwa wema, kwa sababu wanawake wameumbwa na kijifupa ambacho kimepinda. Mtume anasema ukitaka kunyoosha basi utakivunja, na ukikiwacha kifupa hicho basi kitaendelea hivyo hivyo kupinda. Ndio Mwenyezi Mungu akatoa mwongozo akasema ishini na wanawake kwa wema. Wanawake wana kila aina ya mauti, kila aina ya vitimbi wanao. Sasa kama haukuwa mvumilivu ukawa na subra, basi ndoa itakushinda hata miezi miwili haijafika. Utaona kwenye ndoa kuna tabu. Sio kwamba kila mtu ambaye ameishi na mke wake miaka 10 hawajawahi hata siku moja kugombana. Mizozo ipo katika ndoa, lakini kikubwa tu ni subra na uwe mvumilivu. Mtengenezee mke wako mazingira mazuri. Cha kwanza utaingia, tengenezea wewe heshima na adabu na wewe. Huu ndio muda wa kuwekea mipaka yake, na unatakiwa uwe mkali mno sana katika amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Ar-rajulu ra'i fi ahli baytihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sheikh wewe mchunga, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza kutokana na watu wa nyumbani kwako ni watu gani. Je, mke wako
subhanahu wa ta'ala. Ni wanaume wengi sana hawawapatilizi wake zao katika haki za Allah. Yeye anaangalia haki zake, akiacha kufanyiwa haki zake anakuwa mkali mno, lakini katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala yeye anapotezea, anachukulia jambo la kawaida. Wakina mama hawataki kuswali. Katika jambo ambalo ni muhimu wakina mama ni swala. Wakina mama zetu hamtaki kuswali. Sasa shekhi, msimamie mke wako aswali na uwe mkali katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Najua kwamba wewe una haki kwa mke wako na mke wako pia ana haki kwa wewe. Timiza wajibu wako kabla ya kudai haki yako. Umemchukua mtoto wa watu, upo naye, watakiwa kumtekelezea kila ule unaojua ni wajibu wako kutekelezea. Lakini niambie kwa bibi harusi, bibi harusi, nadhani unanisikiliza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanamke nafasi nne. Nafasi hizo akizifanya mwanamke itakuwa ndiyo sababu ya kuingia peponi. Ana mambo manne akiyafanya itakuwa ndiyo sababu ya kuingia peponi. Idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Tume anasema kwamba mwanamke akiswali swala zake tano, kisha mwanamke huyu akafunga mwezi wake wa Ramadhani, zile ambazo zikampita akazilipa, kisha mwanamke huyu akahifadhi tupu yake kutokana na mambo machache, itakuwa ni hasara kubwa sana kwa mwanamke ameolewa kisha akaendelea kuzini, au mwanaume ameoa akaendelea kuzini. Itakuwa ni lipi lengo la ndoa? Ndoa ina malengo mingi sana, lakini moja ya malengo ya ndoa ni mtu kupata stara, kustirika. Sasa mwanamke akiswali swala zake tano kwa wakati kabisa, kisha mwanamke akafunga mwezi wa Ramadhani, zile ambazo zimempita akazitekeleza, kisha mwanamke akahifadhi tupu yake kutokana na mambo machache, yani kutokana na uzinifu. Jambo la nne, mwanamke akamtii mume wake. Tume anasema qila laha, utasema kuambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama, udkhuli janna, ingia peponi, min ayi abwabil jannati shi'ti, kwa mlango wowote wa pepo unaoutaka. Mwenyezi Mungu awajalie wakina mama zetu waingie peponi. Haya mambo manne ya kuzingatia sasa, lakini jambo muhimu, wakina mama watu wengi sana wanaongezeka. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ile safari ya al-Isra wal Mi'raj
lakini na kwa waume zao hawataki kuwatii, ndio ikawa ni sababu ya wanawake kuingia motoni. Wanawake ndio ambao wataingia motoni sana, lakini sababu ni hizi: hawataki kuwatii waume zao wala hawataki kutii amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakina mama, badilike. Unachoambiwa na mume wako msikilize. Wewe kwa kwamba wewe umemilikiwa, ukishakuwa na mume basi unamilikiwa. Unatakiwa usikilize amri ya mume wako. Mume wako anakuambia usitoke, usitoke. Kama unatakiri kwamba mumeo ana haki kwa wewe, basi pia utakuwa na haki ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukifanya ni kisoi, unasema mimi mwanaume hawezi kupatia mambo yangu, mimi nilikuwa ninaishi maisha yangu, hizo habari za mkubwa mimi sizitaki, ndio kwamba unajitengenezea mazingira magumu sana. Wewe utaona ndio usichana, lakini kumbe ndio unajiharibia. Kiburi hakipeleki sehemu yoyote, isipokuwa kitakupeleka katika moto wa Allah. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa ajue kwamba yeye ni mwenye kumilikiwa na mume, anatakiwa asikilize amri ya mume, illa fi ma'siyati, isipokuwa katika kumwasi Allah. La ta'ata fi ma'siyati Allah, hakuna taa katika kumwasi Mungu. Mumeo alikuamrisha angalia jambo hili lina heri au jambo hili Mungu kaliamrisha, kama Mungu aliahidi jambo hilo basi usilifanye, hata akikulazimisha pia usilifanye. Kwa haya machache ambayo nimeyazungumza, pale ambapo nimekosea basi ni kwa sababu tu ya uvivu wangu wa kuwalini. Pale ambapo nimepatia basi ni kwa dua za mashehe wangu. Al-kamalu lillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana harusi upo? Umesikia lakini umesema au walikuwa wazafu ndani? Allah amepesesha. Jamani, hatuna kuzungumza tena. Ustadhi Abdullah ametumia muda vizuri na ameelewesha mengi matamu ni kuyafanyia kazi. Bwana harusi fanyia kazi kwa sababu ndio mhusika zaidi kwa leo, lakini na kila ambaye kaoa afanyie kazi, na kila ambaye yuko tayari kwa kuoa na pia afanyie kazi. Pende mke wako shekhe, yani mke wako, mhitaji mke wako, le vyema mke wako. Wanawake tutawahitaji sasa, na kama kuna mwanamume ambaye anahitaji mwanamke basi kwenda kana shida kidogo, lakini kila mwanaume ambaye kwa kamili anahitaji nani? Mwanamke. Na maisha yake matamu kama hakuna, maisha yako matamu kama hakuna. Na hilo ukitaka kujua hilo, hata peponi hakuna sifa katika Qur'ani inayozungumzia kuhusiana na wanaume wa peponi, hakuna. Lakini Allah kaeleza wanawake wake. Mimi sijakuona kwa Mwenyezi Mungu katika pepo kaeleza kuna wanaume wa peponi wako hivi na vile. Mimi katika kusema kwako sijaona, lakini wanawake Allah hawaelezi. Inna ansha'nahunna insha'a wa ja'alnahunna abkara 'urban atraba, kuonyesha kwamba maisha ya peponi pia hayana raha kama kuna nani, hakuna mwanamke. Kwa hiyo maisha ile mazao mwanamke lazima
kurefusha mazungumzo. Siku moja alipita mwanamke mmoja katika watu walikuwa wamekaa katika mwanamke mmoja, akasema mmoja katika watu wakasemaje? Akasema inna nisaa shayatin, inna nisaa shayatin khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin. Anasema wanawake ni mashaitani, wanawake ni mashaitani. Mungu ametuambia sisi wa mashaitani na tujilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shari ya mashaitani. Asema haya baada ya kuona namna mwanamke alivyojipamba anapokuwa na mvuto. Ile mwanamke aliposikia akajibu akasema hivi, inna nisaa rayahin khuliqna lana wa kullukum yashtahi shamsa rayahin. Wanawake sio mashaitani, wanawake ni manukato mazuri, na kila mmoja wenu katika nyinyi wanaume apenda, anatamani aduse manukato mazuri. Hakuna mwanaume asiyotaka mwanamke. Kwa hivyo shekhe, mke wako mlee vizuri, msamini, haki zake stahiki, awe wako kweli sawa sawa na bwana. Alafu nyingine uwe na wivu. Sawa? Mke wako bwana uwe na wivu naye. Ndio kama unatoka eti kwa sababu rafiki yako bana kuachana shemeji yako wanatoka mara moja. Wewe shemeji unataka mpige mke wako wewe shemeji. Kwa makini katika shida ambazo tuko nao na wengi tuwafanya mambo ya kawaida kwa sababu rafiki yako basi ukiondoka kumwacha mke wako ana jambo la kawaida. Mwanamke ni laini na sasa hivi hakuna imani hizo kwamba eti atakumheshimu mke wako. Akijirembesha jamaa anakula mzigo, mambo yanakwenda kama kawaida, sio? Mke wako akimpa mke wako sasa. Unajua siku moja alipokuwa na watume hivi, mmoja wao akikuta mke kwenye mazingira ya shaka, yani leo na hapa jambo lafanyika au jambo lafanyika. Sasa akasema mimi nitamkata shingo hiyo. Watu wakastaajabu. Walipostaajabu mtume anawaambia watu, ataajabuna min ghairi sana, mwashangaa hivyo waliokuwa na usada. Fa ana aghyar, mimi nina wivu zaidi mtume kuliko sasa. Wallahu aghyar, na Mungu naye ana wivu zaidi kuliko hivyo. Kwa hivyo swala la wivu katika Uislamu lipo. Ni mwanaume mjuzi mtu ambaye ana wivu. Kalale yule nyumbani, mkeke ndio siku zawadi kiongo masaga. Katika bodaboda barabara, kavaa vipuli, kavaa hereni, kavaa cheni, zile nguo kwamba kwa hafai, ndio kazi zao. Kenda kule siku zawadi huko kiongo masagara, unakaa kuangalia mpira, una wasiwasi wa saa 6 usiku, saa 7, saa 8 au na bodaboda. Tena mimi na bodaboda wao, na nasema bodaboda wao. Hata safari na bodaboda wao. Jamaa sio hivyo. Na ikaenda mpaka Zoya. Sumuita bodaboda wako. Yaani kama na safari wewe ushaanza. Mwita bodaboda wako. Wasa bodaboda wako kwa jamaa yake, wasema bodaboda wako. Na mabodaboda kuna wajua serikali ndio hakika kabisa. Kwa hivyo shekhe kwa na mke wako. Sawa kwa na wivu na mke wako, ukiona mazingira yanayokuwa mkali. Sawa. La mwisho ustazi katika kitu muhimu sana. Kina mama kama takapepo watimu mzee swahili bazeni mzee fungeni mwezi kufa. Hapa nikifanya kitu kwa wazi.
lakini kwa bahati mbaya hayo manne akina mama watekeleze. Hayo yote manne na kutekelezeka kwa kina mama. Na kama yatekelezeke maana yake kina mama mtakushauri. Haya mambo nitakupa mfano katika hayo manne moja. Kikawaida mwanamke saumu ya Ramadhani hafungi zote. Kikawaida mwanamke kwa maana ya msichana wanakuwa na ada zao za kila mwezi. Kwa hivyo anakuwa na likizo kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sheria kwa mwanamke alipe. Wallahi katika hii yetu ni wanawake wachache waliolipa madeni ya Ramadhani. Ni wanawake wachache. Kuna wanawake wana Ramadhani karibia 10 zilizopita wana madeni tena Ramadhani. Bali akiwa na udhuru anaongeza pesa zake. Kisha maliza udhuru na anaongeza. Kwa hivyo kina mama fungeni. Na sheria hii jamani kina mama, sheria hii tena baada ya Ramadhani kwa wiki mbili tu Ramadhani. Kwa hivyo kama daiwa kwa siku 5 siku 6 lazima uzilipe. Madamu uko mzima na afya lazima uzilipe. Na ukizembea ukuzilipa mpaka Ramadhani ikaingia, sheria kwambia funga hii Ramadhani iliyoingia sasa hivi. Kisha utakazilipa hizo pamoja na fidia. Sio bure pamoja na fidia. Usipofanya hivyo watatazama na ukifa utakula. Katika mambo ambayo kwamba maiti atakiwa alipiwe msomo. Yaani mtu akifa katika mambo ambayo kwamba atakiwa alipiwe msomo. Madamu alikufa na alikuwa na uwezo wa kulipa zile siku kabla ya kufa. Akafa hajalipa atakiwa alipiwe. Sio je mtu kapokangana hajalipa hata saumu pia atakiwa alipiwe. Kwa hivyo ni basi lazima nifundishe mazungumzo. Sasa makula kuzungumza maneno faswaha yamenyoka, tuyashike, tuyakamate, tuyafanye kazi. Mwisho kabisa kwa niaba ya familia ndio shukrani katika hadhara hii wazee wetu. Siwezi kuwataja kama jina moja lakini tunatambua kwa wenu wazee wote mko hapa. Lakini kwa nafasi ya pekee kama mwenyekiti wa mtaa wa Mafuriko, tashukuru sana kwa ujio wako, Mwenyezi Mungu akulipe kheri. Lakini vijana pia ambao kwamba wamejitokeza na Sheikh Shabani hapa na wengineo mwekazi wangu pale usikivu, tashukuru sana kwa kweli mlipamba jambo. Ningewachia tena Sheikh Mudi pekee yao jambo la kujifia. Lakini kuwepo kwenu vijana kushirikiana na wazee ni jambo kubwa zuri na pendeza. Yaonekana kabisa kuna jambo. Kwa hivyo kwa niaba yao nashukuru nyote vijana pamoja na wazee ambao wamehudhuria kwenye jambo hili. Hawana cha kualika familia, Mwenyezi Mungu ndiye atakayewalipa. Lakini pia nashukuru ndugu zangu wanafunzi, swala la kwenye ustadhi, jambo zuri mmefanya leo mashaallah. Na mvuto wale wa ndugu yangu, ndugu wangu, imamu wangu, ustadhi Mashamba, yani imamu katika msikiti wa kwetu kule Mwanza. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu akulipe. Na ndugu yangu Ustadhi Malukula naye ambao ndio viongozi wa hili jambo, Mwenyezi Mungu akulipeni kheri. Fanani wangu Shamisi hapa na Mungu akupe kheri. Lakini sote kwa ujumla Mwenyezi Mungu akulipeni kheri. Na wafanyie pesa kwenye majambo yenu. Ikifika wakati mtakapoona Mwenyezi Mungu atuwatoe. Sawa. Na wape vizazi vya kheri. Lakini usioe kama bado hujapanga. Sawa. Usioe kama bado hujapanga, usipoke. Wewe ukajifungia chumbani pale peke yake. Sawa. Kwa hiyo jipange kwanza. Wanawake wengi sasa wanapenda pesa. Kwa hivyo kama una kitu shehe asubuhi kwa jipange. Na utafute mke ambaye kwamba utaona kama wewe utafuata yale na wewe. Yesu Mungu afanye kheri. Afanye pesa. Baada ya kusema hayo na mwisho kabisa tulikuwa na haki jambo hilo kule kwamba kuna nyumba hii kwa sababu hii nyumba ni nyumba katika nyumba zetu muhimu hapa. Miongoni mwa nyumba zetu muhimu hii pia ni nyumba kwamba tunasali nayo muhimu sana. Kwa hivyo tunapenda sana jambo la hapa au kushiriki kwa wingi na kulipamba zaidi. Na nitoe salamu za mudiri yeye alikuwa kiongozi mkuu wa ile jambo kwa maana kwamba nafasi yake nimechukua mimi. Apata dharura kwa binadamu, lakini jambo lote pale
kalitengeneza ile jambo mpaka nimefika hapa, hiyo ndo kalitengeneza. Mpaka jana nikakutana naye hapa, akaniambia mimi sikuwepo kwa dharura fulani, lakini nenda ukalisimamia. Lakini jambo lote hiyo ndo kalitengeneza. Kwa hivyo hatuko naye kimwili, lakini kiroho Sheikh Mbele Mdhiri, kwa sababu nyumba hii nyumba yake, ili jambo la kwake, anaomba udhu kwa kuhudhuria kimwili, lakini kiroho tuko naye. Baada ya kusema hayo, Fatiha na dua. Fatiha kwa mzee, dua kwa ustazi Mashamba, imamu wangu atamaliza dua inshallah. إلى حضرتنا ابن مولانا محمد المصطفى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اللهم يسر لنا نورنا مع راحة قلوبنا، اللهم يسر لنا نورنا مع راحة قلوبنا، اللهم يسر لنا نورنا مع راحة قلوبنا، السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا سلام سيدنا والمسلمين يا سلام سيدنا والمسلمين يا سلام المسلمين. اللهم حسنا في حوائجنا، وحسنا في ذات صدورنا، وحسنا في ذات قلوبنا، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Hai. Usiku tunataka maelekezo kama kuondoka